Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Majmua na idhaa ya Salafi Da'wa East Africa, Afrika Mashariki, ya kuletea kisomo cha sauti cha makala yenye anwani inayosema mambo ambayo anapaswa mfanyabiashara kuyachunga, na ndani yake kuna nasaha juu ya kuwa wachapakazi na kutokutegemea au kuomba watu. Anasema al-Imam Ibn Baz rahimahullah, basi wajibu kwa mfanyabiashara ni amche Allah na ajitahidi kuilinda biashara yake dhidi ya uongo, khiana na kughushi na viapo vya uongo, pamoja na kuwapa sana. Hata kuwapa mara nyingi kunapaswa kuepukwa, hata kama mtu anasema ukweli, kwa sababu ukizoea kuapa sana, hilo linaweza kukupelekea kusema uongo. Katika hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, jiepusheni na kuwapa sana katika biashara, kwani huifanya biashara au huifanya bidhaa iuzike kisha huondoa baraka. Yani huifanya bidhaa ionekane inauzika lakini huondoa baraka. Na pia amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kiapo huifanya bidhaa iuzike lakini huondoa faida. Katika lafudhi nyingine amesema huondoa kipato. Hii inatubainishia kwamba viapo vya uongo, kughushi, khiana na kuwapa sana, hata kama mtu anasema kweli, vyote hivi ni hatari, na anayevifanya yuko katika hatari kubwa. Na katika hadithi nyingine amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu watatu Allah hatazungumza nao wala hata watakasa na watapata adhabu kali: mzee mzinifu, yani mzee mwenye mvi mzinifu, na fukara mwenye kiburi, yani ni maskini lakini anatakabari, na mtu ambaye amemfanya Allah kuwa ndiyo bidhaa yake, hatonunua isipokuwa kwa kiapo chake, wala hatouza isipokuwa kwa kiapo chake. Hata kama anasema kweli, kuwapa huku kwa wingi humpelekea kwenye uongo, na hivyo huangukia katika linalopaswa kuepukwa na huangukia katika maovu. Akaendelea kusema al-Imam Ibn Baz rahimahullah, basi inakupasa wewe mja wa Allah upupie kupata kipato cha halali na ujuzi na kazi iliyosalimika, yani kutokana na ya haramu na yenye utata, na upupie na biashara iliyosalimika, ili utakaswe mbele za Allah na ubarikiwe, na hadi uwe pamoja na manabii wa kweli na mashahidi siku ya Kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa ni kipato kipi kilicho kizuri zaidi, akasema sallallahu alayhi wasallam, ni kazi ya mtu kwa mkono wake mwenyewe, na kila biashara iliyo njema, yani yenye kubarikiwa. Hiki ndicho kipato bora zaidi, kazi ya mtu kwa mkono wake, kama vile ufundi, kilimo, useremala, uhunzi na mfano wake, na kila biashara iliyobarikiwa isiyo na uongo, khiana wala kughushi, yani kufanya udanganyifu. Na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna mtu aliyekula chakula kilicho bora zaidi kuliko yule aliyekula kwa kazi ya mkono wake mwenyewe. Na alikuwa nabii wa Allah Daud alayhi salam anakula kutokana na kazi ya mkono wake. Alikuwa anatengeneza ngao
na kuziuza kwa watu, basi juu yako ewe mja wa Allah kushikamana na kipato cha halali au biashara iliyo sahihi na kazi ya mkono wako, kwani ni miongoni mwa njia nzuri zaidi za riziki. Na jihadhari na kughushi, yani kufanya udanganyifu, khiana na rushwa na kila alichokiharamisha Allah. Na amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa mmoja wenu kuchukua kamba yake akaleta mzigo wa kuni juu ya mgongo wake na kuziuza, Allah akamhifadhia heshima yake kwa hilo, ni bora hilo kwake kuliko kuwaomba watu wakimpa au wakimnyima. Yani mtu aende na kamba yake akakata kuni au akabeba majani au nyasi juu ya mgongo wake akauza na akala kutokana na kazi ya mkono wake, hilo ni bora kwake kuliko kuwaomba watu wampe au wamnyime. Na haya yametolewa katika makala fupi iliyokuwa katika website ya Sheikh inayoenda kwa kichwa cha habari kinachosema al-umur allati yanbaghi litajir muraatuha. Wa hadha walhamdulillahi rabbil alamin.